Usiku katika kijiji cha ng'ambo ulikuwa mzito kuliko kawaida. Hata wanyama walinyamaza kimya kana kwamba walihisi hofu hiyo hiyo iliyotanda hewani. Katikati ya kijiji, Amina alikuwa ameketi karibu na jiko la moto, akiwa ameshikilia kwa nguvu sanamu ya mbao aliyopewa na Juma. Ilikuwa ni sanamu ndogo iliyo na michoro ya alama za kale. Juma alisema ilikuwa na nguvu ya ulinzi, urithi kutoka kwa babu yake. Lakini licha ya hayo, Amina hakuweza kulala. Sauti ya yule roho aliyemnong'oneza, "Nitarudi kupitia damu yako," iliendelea kumringia masikioni. Kila sekunde ilivyopita ilihisi kama kushuka taratibu kwenye giza lisiloepukika. Ghafla, mlango wake uligongwa. Ilikuwa ni hodi ya taratibu, ya makusudi. "Nani huyo?" aliuliza kwa sauti ya kutetemeka. Hakukuwa na jibu. Kimya tu. Kisha hodi nyingine, safari hii kwa nguvu zaidi, ya haraka. Alichukua taa ya mafuta na kuanza kuelekea mlangoni taratibu. Alipofungua mlango, hakukuwa na mtu. Ni upepo tu. Na chini kulikuwa na shanga nyekundu, aina ile ile aliyokuwa akivaa mama yake zamani. Moyo wake ulishuka. Alichomoka kwa haraka na kufunga mlango kwa nguvu. Lakini upepo ulikuwa tayari umeingia ndani. Miale ya moto jikoni ilianza kucheza kinyume cha kawaida, ikiwaka juu kama mnara. Kutoka ndani ya moto, uso ulitokea. Uliopindika, wenye hasira na unaofahamika. Alikuwa ni mama yake. Lakini si kama alivyomkumbuka. Macho yake yalikuwa meupe, yakiwa yameviringika juu. Ngozi yake ilikuwa imepasuka, ikiwa kavu kama gome la mti wa zamani. Alifungua mdomo wake, lakini sauti iliyotoka haikuwa yake. Ilikuwa nzito, tupu. "Ulivuruga mizani. Hukustahili kupona," sauti ilisema. Amina alianguka chini kwa magoti. "Mama, bado upo humo?" Kiumbe kile kilisita. Miale ya moto ilicheza tena, na kwa muda mfupi, sauti halisi ya mama yake ilipenya. "Amina, kimbia, wanakuja." Kisha moto ulilipuka. Giza lilitanda. Amina alizinduka akiwa nje, amelala juu ya majani nyuma ya nyumba yake. Sanamu ya mbao ilikuwa bado mkononi mwake. Nyumba yake ilikuwa salama, tulivu, kana kwamba hakukuwa na kilichotokea. Juma alifika muda mfupi baadaye, akiwa anatetemeka, vumbi limemfunika. "Nimehisi," alisema. "Wameanza mavuno ya pili. Roho hazitasita mpaka zikamilishe walichoanza." Amina alisimama taratibu. "Basi tutawafuata kabla hawajatuona." Juma alimwangalia kwa hofu. "Uko tayari kufanya yanayohitajika?" Alitikisa kichwa. "Kama mimi ndiye damu wanayotafuta, basi nitakuwa kisu kinachokata laana." Usiku huo, waliingia ndani zaidi ya msitu kuliko walivyowahi kwenda. Wakiongozwa na ramani ambayo Juma aliichora kutoka kwenye maandiko ya kale, walifika kwenye pango lililojificha chini ya mti wa mibuyu uliopotoka. Ndani ya pango kulikuwa na mifupa, mamia yake, na michoro ukutani iliyong'aa walipoigusa. "Hii ndiyo asili ya yote," Juma alisema. "Hapa ndipo laana ya kwanza ilitamkwa." Amina alisimama katikati ya mifupa. "Basi itaishia hapa." Aliinua sanamu ya mbao juu, akaanza kuimba maneno ambayo mama yake alikuwa akimnong'oneza ndotoni. Ardhi ikaanza kutikisika. Mifupa ikatetemeka. Kisha upepo mkali ulilipuka kutoka kwenye kuta za pango, ukiambatana na vivuli, roho zilizolaaniwa zikizunguka na kupiga mayowe. Lakini badala ya kushambulia, zilisimama. Sanamu mkononi mwa Amina iliwaka moto wa buluu, na ghafla mwili wake ukaanza kuelea angani. Macho yake yakawa meupe. Juma alipiga kelele, "Amina!" Lakini roho zilizungumza kwa pamoja kupitia kwake, "Tumekubali sadaka yake. Uhai mmoja kwa ajili ya wengi. Laana ikome." Amina alilia kwa sauti kubwa sana hadi miti nje ya pango ilipasuka. Kisha mwili wake ukaanguka chini. Juma alimkimbilia. Alikuwa bado anapumua. Mwanga ndani ya pango ulizimika. Na roho zilikuwa zimeondoka.
Walitembea pamoja kutoka pangoni, mwangaza wa kwanza wa alfajiri ukiwapasha nyuso zao. Laana ilikuwa imeondoka. Lakini ndani ya damu ya Amina kulibaki cheche. Mavuno yamekwisha. Lakini kitu fulani kimeamshwa. Jua lilikuwa linaanza kuchomoza pale Amina na Juma walipofika kijijini. Lakini hewa haikuwa ya kawaida. Kulikuwa na utulivu wa kutisha, wa ajabu. Hakukuwa na kelele za kuku, watoto wala hata upepo. Ni kana kwamba kijiji kilikuwa kimepoteza uhai wake wote. Watu waliokuwa wamesalia kijijini walikuwa wamejifungia ndani. Mlango mmoja tu ndio ulikuwa wazi, wa nyumba ya mzee fundi, yule mchongaji wa vifaa vya tambiko. Amina alisimama mbele ya mlango huo, moyo wake ukidunda kwa nguvu. Alijua ndani kulikuwa na majibu, lakini pia hatari. Huyu ndiye aliyewahi kuandika kuhusu laana hii, Juma alisema kwa sauti ya chini. Lakini hakuwahi kumaliza maandiko yake. Walipoingia ndani, walimkuta mzee fundi ameketi, macho yakiwa hayajatikisika, akiwatazama kana kwamba alikuwa amewasubiri kwa miaka mingi. Alikuwa na alama kwenye paji la uso wake, alama zile zile zilizoonekana kwenye kuta za pango. Mmetokea kwenye chanzo, alisema bila kuuliza swali. Amina alichukua hatua moja mbele. Tumeikomesha. Laana imevunjwa. Mzee fundi alitikisa kichwa. Hamjaikomesha. Mmefungua mlango mwingine. Mlangoni nyuma ya pango kuna lile lisilosemwa. Hamkuhifadhi moto wa damu, na sasa wale watatu wataamka. Wale watatu? Juma aliuliza. Mzee alinyanyuka taratibu na kwenda kwenye sanduku la zamani. Alilifungua na kutoa kitabu cha ngozi kilichojaa majivu na maandishi ya damu. Alikifungua na kuonyesha mchoro wa milango mitatu. Kila mlango ulikuwa umefungwa kwa kifungo cha damu ya ukoo. Mmoja wa hawa ni wewe, Amina, alisema. Wewe ni mrithi wa damu ya roho wa kwanza. Laana ya ukoo wako haikufa. Ililala. Na kwa kuiamsha, umeweka mwili wako kuwa mlango. Amina alihisi kichwa chake kikizunguka. Alitaka kupinga. Alitaka kusema hapana. Lakini ndani yake kitu kilianza kuwaka. Moto uliokuwa umelala ukaanza kuamka. Tutaufunga mlango huo, alisema kwa msisitizo. Mzee fundi alitabasamu kwa huzuni. Mlango wa damu haufungwi kwa maneno. Unafungwa kwa kujitoa. Amina na Juma walitoka nje ya nyumba ya mzee fundi kwa kimya. Walijua walichokiona hakikuwa mwisho, kilikuwa mwanzo wa vita nyingine. Vita ya ndani. Vita ya damu, nafsi na historia ambayo haijaandikwa. Usiku huo, Amina alisimama mbele ya kioo, macho yake yakianza kung'aa kwa nuru ya ajabu. Na kwenye uso wake, alama zile zile za pango zilianza kujichora polepole. Bila kugusa chochote, milango mitatu iliakisiwa kwenye kuta za chumba chake. Na sauti ya mwanamke, iliyovunjika na kuchanganyika na mingine, ilimnong'oneza. Mlango wa kwanza umefunguliwa. Karibu nyumbani, mlango wa damu.